lakini hakuna badiliko lolote. Walipiga vitu vyote, lakini hakuna msaada wote ambao huyu mwanamke aliweza kuupata. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba ukimtegemea Yesu Kristo, yeye Yesu Kristo hawezi akakuacha, hawezi akakuacha. Hata jioni ya leo ananiambia katika Mathayo 11 nao mstari ule wa 28, ananiambia ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote mmeona kusumbuka. Ananiambia ya kwamba wewe uliye na mizigo ya magonjwa, wewe uliye na mizigo ya kiuchumi, wewe uliye na mizigo ya matatizo katika familia yako, Yesu Kristo anasema wewe ni pumziko la raha. Anakuambia ya kwamba katika hiyo mstari 28 ananiambia atakutua, ananiambia atakupumzisha hayo mateso ulionayo. Yesu Kristo ukimpokea atabadilisha maisha yako, atabadilisha historia yako. Hata kama umekuwa na magonjwa ya muda mrefu, ukimpokea Yesu Kristo ni lazima ubadilike. Ukimpokea Yesu Kristo ni lazima maisha yako yabadilike. Ukimpokea Yesu Kristo ni lazima kila kitu kibadilike. Maana Yesu Kristo hafurahishwi na vitu viovu, hafurahishwi na vitu vibaya, lakini lengo lake ni watu wote tuende kufika kule mbinguni. Lakini pia tunapokuwa tunahubiri hapa, lengo ni kwa watu wote wapate kumjua Yesu Kristo. Maana ni furaha yangu pale tutakapofika kule mbinguni, pale tutakapofika katika yale makao ya milele ambayo Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Anawaambia ya kwamba kama ni hivyo ningaliwaambia. Anawaambia naondoka naenda mbinguni, naenda kuandalia makao. Anasema ili nilipo nanyi muwepo. Ananiambia ya kwamba atakapokamilisha kila ambacho amekiendea kule mbinguni, anasema atarudi tena kutuchukua sisi ambao tumemkiri Yesu Kristo. Ataenda na sisi juu mbinguni. Anasema ya kwamba atatufuta machozi, atatufuta machozi yetu. Maana yake hata sisi tumetoka kule Kingonyembe, tumekuja kuhubiri habari njema. Hatukujali ya kwamba tumewakumbuka wazazi wetu, maana tumetoka likizo, tukaona ya kwamba ni jambo jema tuweze kuwafikia wakazi wa Kitete ili nao wapate kujua habari za ufalme wa mbinguni. Haleluya. Yesu asifiwe. Manake kuna majira itafika, manake katika zile siku za mwisho itakapofika, Yesu Kristo atashuka kutoka mawinguni, anapepea na malaika wake, atakuja kuwanyakua walio wake. Ananiambia katika maandiko ya kwamba wengine watakutwa wamelala, mmoja atatwaliwa, wengine watakutwa wapo samani, naye mmoja atatwaliwa. Unashangaa ulikuwa na ndugu yako, unashangaa ghafla umuone unaanza kupiga macho, unaangalia mtu mwenyewe haonekani. Ulikuwa umelala na mume wako kitandani, unageuka umuone mume wako. Ulikuwa unatembea uko barabarani, uko umempakia mtu kwenye basikeli, unashangaa kuangalia nyuma, uone mtu mwenzi ameshatwaliwa. Ndivyo hata siku ile itakavyokuwa pale mwana wa Adamu atakaposhuka toka mbinguni. Manake wengine watanyakuliwa, wale ambao walikuwa wanaishi mapenzi yake, wale ambao walikuwa wanaishi maisha ya kumpendeza hapa duniani. Manaka ananiambia atakuja kuwanyakua, atakuja kuwachukua. Lakini kuna sheria moja ili uweze kunyakuliwa, ni lazima umjue Yesu Kristo. Ni lazima umjue Yesu Kristo. Ukitaka uzima wa milele, ukitaka kufahamu habari nzuri za huyu Mungu, ukitaka kufahamu habari nzuri, lazima kwanza umpokee Yesu Kristo. Na yeye atakufundisha, maana ananiambia katika maandiko yake ya kwamba atatuacha yatima. Hii maana ya kusema ya kwamba atatuacha yatima. Manake unapompokea Yesu Kristo, unaweza ukaanza kujiuliza ya kwamba sasa hii miungu yangu itafanyaje?
ili utafanyaje? Lakini ukimpokea Yesu Kristo, na nguvu kupita hiyo miungu, yeye ana nguvu kupita hiyo kuweza. Usiogope mtu wa Mungu, usiogope mkazi wa Kitete, usiogope mkazi wa Kitete. Yesu Kristo ana nguvu. Usiogope mkazi wa Kitete, ya kwamba ukimpokea Yesu Kristo, ya kwamba maisha yako yatakuwaje. Wengine watu wamekudanganya, watu wanaopotosha wamewaambia ya kwamba wale wanaomtumikia Yesu, wale wanaomtumikia Mungu ni masikini. Hapana, usikubali maneno ya ajabu kama ukimpokea Yesu Kristo. Ananiambia ya kwamba mali na fedha zote ni za Bwana. Kwa hiyo ukimpokea Yesu Kristo, hauwezi kuwa mtu masikini, hauwezi kudharaulika, hauwezi kuwa mtu unaishi maisha ya kasarasa. Ukimpokea Yesu Kristo, lazima utakuwa mtu wa mfano, lazima utakuwa mtu ambaye watu watakuwa wanakushangaa. Lazima ukimpokea Yesu Kristo, atakubadilisha, atakubadilisha, atakubadilisha. Maana ananiambia ya kwamba sisi ni taa ya ulimwengu. Anake utakuwa unamulika, hata kama ndugu zako walikuwa wanakuchukia, utashangaa. Maana Yesu Kristo wewe amejawa na upendo, anawapenda watu wote. Hata kama ndugu zako walikuwa wanakutenga, hata kama ndugu zako walikuwa wakupendi, utashangaa ghafla wanaanza kukuita mama Jeni, mama Jeni, mama fulani, mama fulani. Sikiliza nikwambie, haya yote ni kwa sababu umempokea Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu Kristo, hata kama maadui zako walikuwa ni wakubwa kiasi gani, ananena katika maandiko, ananiambia Kumbukumbu ile ya Torati 28, ananiambia mstari wa 6 na kuendelea mpaka ule mstari wa 7, ananiambia Bwana atawafanya maadui zako watakuja kwa njia moja. Ananiambia atawafanya kupigwa mbele zako, nao watakuja kwa njia moja, lakini watatawanyika kwa njia 7. Ya Yesu makofi. Usiogope kumpokea Yesu Kristo. Usiogope hofu za wachawi, usiogope vitisho vya wachawi, usiogope vitisho vya kila namna. Maana Yesu Kristo ni kiboko yao. Yesu Kristo ni zaidi ya waganga. Yesu Kristo ni zaidi ya wachawi. Yesu Kristo ni zaidi ya madaktari. Yesu Kristo ni zaidi ya miungu. Yesu Kristo ni zaidi ya ujuzi. Yesu Kristo anapita uwezo. Yesu Kristo anapita majina yote. Yesu Kristo anapita majina yote. Yesu Kristo anapita majina yote. Ananiambia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, katika ile sura ya 4 mstari wa 12, ananiambia ya kwamba hakuna jina jingine ambalo mwanadamu amepewa katika ulimwengu uwezalo kumwokoa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu Kristo. Manake kumbe ndio maana tunahubiri kwa ujasiri, maana tunajua ya kwamba hapa duniani jina moja tu lenye nguvu, sikiliza nikwambie, kwa maana tunahubiri kwa ujasiri, maana tumeitambua siri, maana mchongo wa maisha huko. Sikiliza nikwambie siri, sikiliza nikuibie. Ukitaka kuishi maisha mazuri, ukitaka kumiliki fedha, ukitaka kuwa na maisha yanao mazuri, ukitaka kufurahia dunia hii, ni lazima umpokee Yesu Kristo. Ukitaka kuishi maisha ya raha, ni lazima umpokee Yesu Kristo. Maana tunazungumza, kuna watu wengine ambao bado hawajamjua Yesu Kristo, wanaishi maisha ya shida. Unaambiwa ya kwamba unaenda kwa waganga kutafuta mali, unapewa masharti, unawaambia ya kwamba wewe ni lazima uwe na shati moja, utakuwa unavaa shati hii mpaka itakapoisha. Manake unaivaa nguo, unavaa asubuhi, ukienda kuoga ni nguo moja, ukienda shambani ni nguo moja. Unapewa masharti magumu, unaambiwa ya kwamba usibadilishe nguo, unaambiwa ya kwamba utembee uchi, unaambiwa ya kwamba uende njia panda, unaambiwa ya kwamba ukalale makaburini. Hayo mateso yote ni ya nini? Hayo maisha yote ni ya nini? Hayo maisha yote ni ya nini? Lazima ukubali kumpokea Yesu.
Sikiliza kidogo. Yesu Kristo yeye hanaga masharti magumu. Yesu Kristo yeye anatoa bure. Yesu Kristo yeye anatoa bure. Hanaga yale masharti magumu kama yale wa waganga. Unaenda kwa waganga, unaambiwa ya kwamba kuanzia hapa usiongee na mtu yoyote. Ukifika ingia ndani moja kwa moja, unatoka kikamanda, unanyoka moja kwa moja. Watu wakikuongelesha, wakikwambia ya kwamba bwana mdogo, habari, uko tumekauka namna hii, ya nini maisha yote, ya nini magumu yote haya? Unashangaa watu wengine, unaenda kwa mganga, wanakwambia ya kwamba ni lazima utembee nguo uchi. Unaingia kweli na wewe unatembea uchi, mtu mzima na akili zako timamu, unatembea uchi. Ni lazima utambue ya kwamba huo ni utumwa, huo ni utumwa watu wa Mungu. Huo ni maisha ya kizamani. Hayo maisha yalikuwa ni maisha ya miaka 85. Hayo maisha yalikuwa ni enzi za Nyerere. Lazima watu tuliokoka, lazima tutambue Yesu Kristo ya kwamba anaweza. Lazima tutambue ya kwamba Yesu Kristo yeye ana masharti magumu. Yesu Kristo anachotaka ni wewe moyo wako uweze kumkiri, atakufanyia yale yote unayoyahitaji, yale yote unayoyahitaji. Ukimpokea Yesu Kristo naye ataingia, maana ananiambia ya kwamba ukifungua mlango naye ataingia kwako. Akanena katika Mathayo 7:7, ananiambia ya kwamba, anasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Manake tunapoomba kwa Yesu, Yesu anatupa. Ukihitaji kitu chochote, haihitaji kwenda na wembe, maana kuna sehemu zingine ukihitaji kuongeza nyota unaenda na wembe, unachanwa chale, unachanwa mgongo mzima, unachanwa mgongo mzima, maumivu makali ya namna hiyo. Lakini Yesu Kristo ukimpokea, yeye ana masharti magumu. Yesu Kristo yeye hanaga masharti magumu. Yesu Kristo yeye hana masharti magumu. Yesu Kristo anawapenda watu wote. Yesu Kristo anawaita watu wa Kitete. Lazima mpokee Yesu Kristo. Lazima mpokee Yesu Kristo. Awabadilishe maisha yenu, awafanye kuwa wapya. Anasema ya kwamba mtu akiwa ndani yake amekuwa kiumbe kipya, maana ya kale yote ameyasahau. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie, si yule mwanamke aliyekuwa amefanya uzinzi wapi? Yule mwanamke aliyekuwa amefanya uzinzi amepotelea wapi? Aletwa hapa katikati, aletwa hapa katikati.